Leo ngoja nizungumze kitu ambacho ni muhimu sana, lakini kitu ambacho ni very sensitive sana, ambacho nimekuwa nikikutana nacho kwa miaka mingi kama mwalimu, lakini pia kama kiongozi wa shule ambaye nimebahatika kupata fursa ya kuongoza shule nyingi kadhaa. Sio mbaya sana, tumefanya kazi nzuri. Sasa miongoni mwa swali gumu lakini la muhimu sana ambalo nimekuwa nikikutana nalo au nikiulizwa ni kwa namna gani shule ndogo inaweza ikakuzwa au kujengwa. Naposema shule ndogo, naongelea ile shule ambayo bado idadi ya wanafunzi labda ina wanafunzi 100, ina wanafunzi 90, ina wanafunzi 150, 200 kurudi chini, kwa sababu tafsiri ya ukubwa wa shule kigezo cha idadi ya wanafunzi huwezi kukiondoa. Ili shule ijitafsiri kwamba imekuwa na ni kubwa na ni giant, tayari ina generate kiasi kikubwa cha fedha. Kigezo namba moja ambacho lazima kiongelee ni swala la idadi ya wanafunzi. Hiyo haikwepeki kwa sababu utatafsiri vitu vingi, lakini hicho ni kigezo ambacho lazima kipo. Sasa swali linaloulizwaga kwamba unawezaje kuifanya shule ndogo au inayochipukia au labda hata kama ipo muda mrefu lakini labda maendeleo yake yako taratibu. Sasa nini unaweza kuifanya hiyo shule ikawa kubwa na ikaweza kuwa na jina kubwa au kufahamika kama mashule mengine? Sasa kuna vitu ambavyo naweza nikashare kwa haraka kwa sababu kwa ajili ya uzoefu au kulingana na knowledge au utaalamu, lakini pia taarifa ambazo ninazo. Kitu cha kwanza, ili shule iweze kukua, swala la mahusiano ni kigezo namba moja. Mahusiano, kwa sababu shule especially za private, of course ni biashara wakati mwingine kwa sababu zinaleta faida, lakini ile ni biashara ya kimahusiano. Kwa sababu kuna mtu ataleta mtoto wako kwa sababu eti shule yako ni nzuri, hotevu unavyojua wewe, ataleta mtoto wake kwenye shule kwa sababu ana mahusiano mazuri na wewe, aidha mwalimu mkuu, walimu fulani au mkurugenzi. Kwa namba moja ni mahusiano. Sasa mahusiano siongelee labda kuishi vizuri na wazazi au kuwapa huduma bora au kuzungumza nao vizuri. Naongelea mahusiano kati ya mwalimu na mwanafunzi, mahusiano kati ya mwalimu na mzazi, lakini mahusiano kati ya wazazi na utawala wa shule. Kumbuka watoto wa siku hizi especially kwa hapa Dar es Salaam, in fact wao ndio wanaoamua waende kwenye shule gani. Hata kama mzazi anaweza kumpeleka katika shule fulani, yule mtoto akicomplain kwamba ile shule labda akishaonesha tu malalamiko, maana kama tuma message kwa mzazi wake kwamba amtafutie shule nyingine. Kwa hiyo unataka kutengeneza shule iwe kubwa, kitu cha kwanza observe mahusiano. Make sure unatengeneza mahusiano ambayo ni mazuri, lakini pia ni mahusiano ambayo yana afya kati ya wewe na wazazi, lakini pia kati ya nyie wafanyakazi na wale wanafunzi ambao mnawahudumia. Lakini pia utawala kama timu tendaji ya shule lazima pia na nyewe na uhusiano ambao ni chanya, ambao ni mzuri na wale wateja wao au wale wageni wao wanaokuja kuwatembelea. Kwa namba 1, observe mahusiano yako. Hiyo namba moja. Lakini kitu kingine cha pili ni mapokezi ya watu wanaokuja kwenye taasisi yenu. Mapokezi, style au namna ambavyo mnadili nao wanapokuwa wamekuja. Mtu mmoja aliniuliza kwamba nina shule na daycare, obvious nasa inamaanisha kwamba bana naona hamna wazazi waleti watoto, akawa nahisi labda competition kwa sababu kuna shule nyingi. Nikamwambia hivi, tafuta rafiki yako mmoja ambaye unamwamini, mwambie siku moja aende pale shuleni kwako kama mgeni kwenda kuulizia nafasi au kwenda kuulizia kuhusu ile shule yako. Half then mwambie akupe feedback, alipata hisia gani alipoenda katika yale mazingira. Alivyoenda, alienda katika ile shule, wale walimu hawakuweza hata kumpa kiti cha kukalia. Yaani kwamba amefika pale, wao wameendelea kukaa kwenye kiti, yeye alikuwa anaongea amesimama, walimu wamekaa. Hata ile kumuuliza unaendeleaje, umetoka wapi au familia, ile conversation ya kimapokezi ambayo inamfanya mtu ajisikie vizuri, hakuweza kuipata. Yule rafiki alimwambiaje, hata mimi mwenyewe ningekuwa na mtoto
ambaye atakaye mteja wa ile shule yako siwezi kukuletea, kwa sababu mwanangu nampenda sana. Ukiangalia hiyo situation inakuonyesha kwamba kumbe mgeni anapokuja pale shuleni kwako anahitaji mapokezi ambayo ni mazuri sana, lakini mapokezi ambayo yana utulivu. Kwa kitu ambacho unatakiwa kukifanya, ambacho naweza nikashauri, make sure kwamba reception yako ni nzuri. Mfanye mtu anapokuja kwenye taasisi yako ajisikie vizuri, msalimie, muongeleshe, mpe kiti akae, hata kama mnamtembeza katika mazingira mtembeze, mfanye afili kwamba uko nyumbani, kwa sababu kumbuka, kama yeye hatojisikia vizuri au hatapenda yale mapokezi ambayo utakuwa umempa, si rahisi kuweka mtoto wake rehani. Kwa maana yake inabidi apate ile feeling nzuri, then ndio aweze kupicture kwamba mwanangu akija hapa ataishi mazingira ya namna gani, na ataweza kukua, watu watadili naye kwa namna ipi. Kwa mapokezi ya mtu anapokuja shuleni kwako kwa mara ya kwanza, hata yule anayekuja mara kadhaa ambaye tayari ni mwenyeji, make sure unampa mapokezi ambayo ni mazuri sana. Usitaki for granted chochote. Mteja ni mteja. Ukimpokea vizuri, akijisikia vizuri, maana yake umempa message kwamba pale ni mahali salama ambapo anaweza kaleta mwanae. Kwa hicho ni kitu ambacho ni muhimu sana. Lakini eneo lingine, kama kwa unataka shule yako iweze kukua, lazima ujitahidi kutafuta wafanyakazi ambao ni wazuri, wanaoweza kutoa huduma ambayo ni nzuri. Iko hivi, ili upate matokeo sahihi unahitaji pia watu ambao ni sahihi, kwa sababu kuna watu hawezi kupa matokeo ambayo ni sahihi. Kwa eneo la huduma ni la muhimu sana. Sasa huduma haiwezi kutolewa kwa level unayoitaka wewe kama huna watu wenye upeo huo, wenye knowledge hiyo, wenye uwezo wa kutoa hiyo huduma ambayo wewe unaitaka. Kwa kitu cha msingi pia ambacho unatakiwa kukiangalia ni kuhakikisha kwamba una walimu wazuri, wafanyakazi wazuri ambao watatoa ile huduma ambayo ni bora. Kama ni kufundisha darasani, watu ambao wanaweza wakadeliver na wakatoa vitu ambavyo ni vya msingi, product ambayo ni nzuri, kwa sababu kumbuka, yule mtoto ambaye yupo shuleni kwako ana uwezo wa kumfanya mtoto mwingine akaje shuleni kwako, au akazuia mtoto mwingine kuja. Very technical. Yani hata kama una watoto 50, 60 au 70, make sure wale watoto wanahudumiwa kwa viwango vya hali ya juu sana. Kama ni kufundishwa, wanafundishwa vizuri. Kama ni kuwa protected, kuangalia usalama wao, wanapata usalama mzuri. Kama ni chakula, wanapata chakula kizuri. Kama ni usafiri, unakupo mzuri. Yani uhakikisha kwamba wale watoto wako salama, yani wako safe. Na ninapoongelea mtoto kwa salama, protection nayoizungumzia siongelee physical tu, kama nifuatia unaelewa, naongelea pia ile emotional protection. Yani unaweza kuwalinda vipi wale watoto kihisia, wasiumie, wasikwazike, wasiwe na makasiriko and all that. Kwa lazima utoe huduma ambayo ni bora. Hicho ni kitu ambacho ni cha msingi sana kama kweli uko serious na unataka kutengeneza shule iweze kuwa kubwa na iwe katika viwango vingine ambavyo ni vya hali ya juu. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana kama kweli unataka kukuza shule yako, ni lazima utengeneze mfumo wa masoko, yani namna ya kupromote na kutangaza shule yako, ambao ni obviously lazima unataka kukuza, lazima ufanye kitu, lakini lazima utengeneze mfumo ambao uko very stable. Sio ule tu kwamba umeprint vipeperushi, umepeleka watu wamevaa t-shirt, watu si wamefanyaje no, hiyo imezoeleka sana. Lazima kuwepo na mfumo mzuri wa matangazo, wa mauzo, lakini pia uwepo mfumo ambao unaweza kuwafikia wateja ambao ni wengi. Nadhani hilo ni somo kubwa sana. Kuna siku tutapata nafasi tuweza kulizungumzia namna ambavyo mzazi, mmiliki wa shule au mwalimu mkuu au kiongozi au mwalimu au shule kwa ujumla inavyoweza kutengeneza soko kubwa la kujipatia wanafunzi wengi na kuhakikisha kwamba wanapata wateja ambao ni wengi. Kwa eneo la masoko ni eneo la muhimu sana, ni kitu very sensitive sana kama kweli unataka shule yako iweze kukua. Lakini eneo lingine ambalo ni la muhimu sana kweli kama unataka shule yako iwe kubwa ni mazingira. Naposema mazingira, na maanisha ule mvuto wa mazingira ya shule yako. Yani unafanyaje mazingira yaweze kuwa na mvuto? Simaanishi kwamba kwa na majengo yaliyopakwa rangi, geti zuri, magadeni mazuri, magorofa, yani kwamba vile vitu ambavyo ni vya hela sana, vya gharama. No, na maanisha hata kama yale mazingira yako bado ni loko, yani bado hujawa na mtaji mkubwa, unayafanyaje iweze kuwa masafi? Toilets zako zinadekiwa mara ngapi kwa siku?
darasa lako wanalokaa wale watoto linasafishwa mara ngapi kwa wiki? Lakini yale mazingira hata kama pana vumbi, panafanywa usafi kwa level gani? Kwa sababu kila kitu kina impact. Kwa make sure mazingira ya shule yako ni masafi. Tafuta mtu anayefanya usafi, mwenye moyo, ambaye anajitambua, mpe kazi akusafishie shule yako. Pawe na mvuto, pavutie, pakae katika namna ambayo ni nzuri, hata kama mgeni anapokuwa anakuja anaweza sivutiwe na vitu vingi, lakini akiona mazingira ni masafi, dustbin ziko vizuri, hamna karatasi zimezagaa, vitu viko salama, anaanza pia kujenga picha kwamba kama shule ni safi hivi, basi hata mtoto wake akija hapa ataweza kusoma vizuri. Hicho ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Lakini eneo lingine la kukuza shule, especially kwa private, hakikisha unatengeneza mfumo mzuri wa watoto kuongea Kiingereza. Jitahidi sana Kiingereza kizungumzwe. Tengeneza tabia ya watoto kuzungumza Kiingereza, kwa sababu kuzungumza Kiingereza sio uwezo, ni tabia. Kwa make sure mtu anapokuja kwenye shule yako anaongea Kiingereza kizuri, anafundishwa kuongea Kiingereza, lakini pia mjengee tabia hata anapoenda nyumbani walau kuwe na uwezo wa kuongea Kiingereza. Hivyo vitaweza kusaidia shule yako kukua katika namna ambayo ni bora, lakini na kukua kwa haraka. Cha mwisho ambacho naweza nikazungumza, tengeneza leadership ambayo ipo competent. Yaani ile leading team ya taasisi yako, kwa maana kwamba kiongozi, kwa maana kwamba mwalimu mkuu, makamu wake, wataaluma wake, yani wale viongozi ambao ni top kwenye taasisi za kielimu. Hakikisha unakuwa na watu ambao wako very serious, watu wenye passion, watu wenye ujuzi, lakini pia watu ambao wanawiwa kuikuza na kuiendesha shule, kwa sababu kama hujapata watu wanaoongoza ile shule vizuri, si rahisi kuweza shule yako kukua. Kwa eneo pia la utawala ni eneo ambalo ni la muhimu sana, kwa sababu ndio linalo kuja kusimamia, cooperate na kusupervise hao mambo yote ambayo tumeweza kuyazungumza. Lakini pia utawala ndio unaotoa mawazo, ndio that. Kwa make sure pia una utawala ambao ni mzuri, una walimu ambao, viongozi ambao ni wazuri, lakini watu ambao unaweza mkaongea lugha moja. Hiyo itaweza kusaidia kuboost maendeleo shule yako, na shule yako kusema kweli itakuwa katika shule ambayo itakuwa miongoni mwa shule ambazo ni bora. Naitwa Mwalimu Kashinde, asante sana.